kwa maarifa. Lazima utafute nini? Maarifa. Amina. Nisome kitabu cha Hosea 4:6. Kaona jambo zuri sana hapo. Alafu tutamaliza hapo, alafu wiki ijayo tutaendelea tena. Amina. Mambo ambayo atafanya wewe ukue katika wokovu. Jambo nambari 3 ni maarifa. Lazima upende kujifunza. Lazima uwe na kiu ya kujifunza. Hosea ndio mwishoni kabisa kule katika Agano la Kale, mwishoni kule. Hosea ile sura yake ya ngapi? Ya 4 na mstari ule wa 6. Anasemaje hapo? Maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu mwambie jirani yako, penda maarifa. Hosea ile sura ya 4 mstari wa 6 anasemaje? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Hebu sema maarifa. Maarifa. Kwa watu kumbe waka wanaangamia kwa sababu hawana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hata wanaopotea ni kwa sababu hawana maarifa. Amina. Kwa hata wewe ukitaka usipotee, lazima utafute maarifa. Ukitaka usiangamie, lazima utafute nini? Maarifa. Na tumekuwa na watu wengi ndani ya kanisa, sawa, ambao wameshakusha potea lakini wako ndani ya kanisa. Hivi unasemaje? Mbona sielewi? Bwana asifiwe. Mtu akiwa ndani ya kanisa na bado anachukua maji, maupako, mavitu vya upako, huyo bado tunasema amepotea, huyo hayupo sahihi, hayupo sawa sawa. Amina. Na leo ndani ya makanisa leo hata watejiwe GT Pentecoste wako wengi huko, wako makanisani lakini bado wanatumia mafuta. Hawa wamepotea. Bwana asifiwe. Wameshaangamia kwenye ufahamu wao, hawajielewi. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wangu wanaangamia kwa sababu hawana maarifa. Anasema chini hapo. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Sikia ambacho Mungu anasema hapo. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, na mimi pia nitakukataa wewe. Halo. Mungu huwa pia anawakataa watu wanaochukia maarifa, wanaokataa kujifunza. Amina. Sasa Mungu anakaa na wewe kwa ajili ya nini kama upende kujifunza? Miaka nenda rudi uko pale pale tu. Uko pale pale tu, Mungu anakaa na wewe kwa ajili ya nini? Amina. Kwa lazima pia upende kujifunza. Maana Mungu pia anasema ukikataa maarifa yake, na yeye pia atakukataa. Tuko pamoja? Kwa kumbe saa ambao hujifunzi, wakati ambao unachukia kujifunza, ndio jiangalie unakaa mbali na Mungu. Amina. Unakaa mbali na nani? Na Mungu. Sababu kinachokusogeza karibu pia na Mungu ni kwa sababu unapenda maarifa. Amina. Unapenda kujifunza. Unapenda kujifunza, lengo kuu la watu kujifunza ni ili wawe na maarifa, ili wawe na knowledge kubwa katika fahamu zao, katika maisha yao. Amina. Kwa sababu vita tulivyo navyo kwa sasa sio vita vya ngumi tena, ni vita vya akili. Tuko pamoja? Shetani haji moja kwa moja kupigana wewe hivi ngumi kwa ngumi kama kipindi cha wana wa Israeli. Shetani anakuja leo kwa akili. Anakuja kupitia mawazo yako. Amina. Anakuletea wazo ndani yako kama mbegu. Alafu ile wazo ukishalipokea ukalifanyia kazi, linakuhamisha kwa Mungu, linakupeleka kwake. Kwa hiyo ili uweze kugundua pia haya mawazo sio ya Mungu, ni Ibilisi, lazima utafute maarifa ya Mungu. Haya maarifa ya Mungu yatakusaidia kuyatambua mawazo ya Ibilisi na maarifa ya Ibilisi. Amina.
Bwana asifiwe. Sababu kwenye Wakorintho 10 pale kuanzia mstari ule wa 4, amesema jambo pale Paulo anawaambia watu tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Amina. Huku tukiangusha ngome za mawazo mabaya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngome za mawazo mabaya zinaangushwa. Na wale wote ambao usome kwanza hapo katika mfano. Nisome hapo Wakorintho wa pili. Nisome hapo Wakorintho wa pili ile sura ya 10. Sura ya 10 mstari wa 4 anasema Wakorintho wa pili sura ile sura ile ya 4. Kwenda pia Agano Jipya, Agano Jipya, Wakorintho wa pili. Jitahidi sana ndugu zangu, pia tuna Biblia. Amina. Tuna Biblia. Bwana asifiwe. Jitahidi sana pia tupate ka Biblia. Wakorintho ile wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 4. Sura ya 10, kwenda pili sura ya 10. Sura ya 10. Mstari ule kuanzia wa 4 anasema, maana silaha ya vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya maana silaha za vitu vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Katika Mungu. 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Na kila kitu, sikia hapo, na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Amina. Juu ya nini hapo? Elimu ya Mungu. Juu ya nini? Na elimu ya Mungu ndio maarifa yenyewe. Amina. Asili ujue pia vitu vinavyoinuka juu ya elimu ya Mungu, kukuhamisha kwa Mungu, kukupeleka nje ya Mungu, lazima hiyo elimu ya Mungu kwanza wewe ujue. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Hivi ni kwa nini watu leo wanaenda kwa manabii wa uongo? Hivi ni kwa nini? Ni kwa sababu hawajui maarifa ya Mungu. Kwa hata elimu zinaweza kuja zingine nje elimu ya Mungu, hawana uwezo wa kuzipambanua kujua hii ni ya Mungu na hii sio ya Mungu. Ni kwa sababu hawana maarifa ya Mungu. Amina. Na Mungu amesema ukichukia maarifa, ukiyakataa maarifa, anakukataa wewe. Na amesema watu wanaangamia kwa sababu hawana maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Chini hapo anasemaje mtumishi kwenye Hosea? Tuendelee hapo. Kwenye Hosea 4. Bwana Yesu asifiwe.